Usisahau kusubscribe. Mabibi na mabwana, wale ambao mlikuwa mnaniuliza kuhusiana na kujenga vyoo vya kisasa ambavyo havijai, na mkaniuliza Mr. Guido, vipi jamaa bado anajenga vyoo vya kisasa ambavyo havijai? Ni ukweli usiopingika. PMP Company Limited, mabingwa kujenga vyoo vya kisasa ambavyo havijai, wanaendelea na hiyo shughuli, na hivi sasa naona wamecharuka zaidi. Wanakujengea choo ambacho wewe mwenyewe ukikiona unasema mbona choo ni kama bora kuliko nyumba yangu. Unaweza ukawapigia simu sasa hivi PMP Company Limited kwenye hii namba ambayo ninakutajia 0768643243. Wapo Dar es Salaam, wanafanya kazi mikoa yote ya Tanzania bara na Zanzibar. Tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka 2026 kuna msiba mzito sana pale nchini Urusi baada ya Ukraine kufanya mashambulizi makubwa sana ambayo yalisababisha hasara ya vifo vya watu wasiopungua 21, ambapo Ukraine walishambulia bweni la chuo cha Urusi. Na kwa mujibu wa taarifa ambayo ilitolewa ni kwamba shambulio hilo lililenga jengo kuu la kitaaluma pamoja na bweni la chuo cha ufundi cha pale Staroberg, na lilitekelezwa kwa mawimbi matatu tofauti. Ndege zisizokuwa na rubani 16 zilielekezwa kwenye shabaha hiyo. Na baada ya hapo, rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin alisema utawala wa mamboleo wa Kinazi kutoka Kiev ndio ambao umehusika. Baadaye tukasikia kauli ya gavana wa pale Luganski anayefahamika kama Bwana Leonid Pashnek. Alisema wanafunzi wapatao 86 walikuwa ndani ya jengo hilo wakati shambulio hilo lilipotokea usiku wa kuamkia hiyo Ijumaa. Kwa maana ya Ukraine walifanya shambulizi la namna hiyo. Baadaye sasa zikaanza zile harakati za kufanya utafutaji kwenye vifusi kwa ajili ya kuokoa kama kutakuwa kuna watu ambao wamepatikana ni majeruhi ambao wamefukiwa na kifusi. Na rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin akazungumza, akasema kilichofanywa na Ukraine ni ugaidi, na akawa ametoa maonyo na akasema watafanya mashambulizi makali kwa Ukraine mpaka watakapojutia kila ambacho wamekifanya. Na rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin of course alienda mbali zaidi, akaita kikao cha dharura cha jeshi pamoja na watu wengine, akawaambia kwamba anataka watoe mapendekezo, wanahitaji walipize kisasi kwa kutumia mifumo gani ya mashambulizi ambayo itaenda moja kwa moja pale nchini Ukraine. Of course ilikuwa ni story ambayo ni ngumu sana, kwa maana hiyo tarehe 23 ilikuwa ni siku ngumu sana kwa Urusi. Sasa baada ya muda mfupi hiyo tarehe 23 mwezi wa 5, tukaona kuna video ambazo zilichapishwa zikionyesha lile kombora aina ya Oreshnik ambalo lilionekana likiwa liko standby kwa ajili ya kufanya mashambulizi. Na kwa mujibu wa taarifa zilionyesha makundi ya miale ambayo ilikuwa inashuka kwa kasi kutoka angani, ambayo ilionyesha kwamba ni miale ambayo inatokana na kombora la Urusi aina ya Oreshnik, ambayo ilikuwa haijulikani hiyo miale exactly inaelekea sehemu gani. Na Urusi wenyewe wakawa hawajathibitisha kwamba hiyo miale ya kombora aina ya Oreshnik kama ni wao ndio ambao wanaiachia au ni aje. Kwa hiyo wa Ukraine usiku wa kuamkia leo wakawa wanaishi kwa machale sana. Sasa ripoti ni hii hapa. Urusi wamelipiza kisasi pale nchini Ukraine. Hiki kinaitwa kisasi cha mwana ukome, baba mkanye mwanao. Urusi wamefanya mashambulizi makubwa usiku kucha dhidi ya Ukraine, na wanasema wao wenyewe yalikuwa ni mashambulizi ya kulipiza kisasi kufuatia mauaji ya kikatili ambayo yalitekelezwa na Kiev katika mkoa huo wa Luganski kama ambavyo nimekuambieni. Kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi ya Urusi, vikosi vyake vimefanya shambulizi kubwa na la pamoja dhidi ya malengo ya kijeshi nchini Ukraine, na wametumia mfumo wa makombora ya masafa ya kati ya kasi ya juu aina ya Oreshnik, makombora ya ballistic aina ya Iskander, makombora ya kasi ya juu aina ya Kinzhal pamoja na zile Zircon, na makombora ya masafa marefu yanayorushwa kutoka angani, baharini na ardhini, sambamba na ndege zisizokuwa na rubani za kufanya mashambulizi. Yani Urusi wamefanya mashambulizi, wametumia vitu vingi sana.
Oreshnik ndio limeonekana ni kombora hatari zaidi ambalo limetumika kuitandika Ukraine, lakini wametumia hizo Kinzhal, wametumia hizo Zircon, wametumia hizo Iskander pamoja na makombora mengine ya juu na yale ya ardhini. Na shambulio hili ni shambulio ambalo linakuja baada ya rais wa Urusi Vladimir Putin, kama nilivyowaambia, kuiagiza wizara ya ulinzi kuwasilisha mapendekezo ya hatua za kujibu katika shambulizi hilo. Na wizara ilisema kwamba mashambulizi haya yamelenga vituo vya kutolea amri pamoja na udhibiti wa kijeshi kule nchini Ukraine, kambi za anga na viwanda vya uzalishaji wa silaha vya taifa hilo. Na wamesisitiza kuwa hakukuwa na mipango wala utekelezaji wa mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kiraia. Malengo yote yaliyokusudiwa yamefikiwa kikamilifu na kila shabaha iliyopangwa imefanyika kile ambacho kinatakiwa. Na mapema Jumapili, vyombo mbalimbali kutoka pale nchini Ukraine vilianza kutoa taarifa kwenye zikisambaza hizo video za hayo makundi ya miale ambayo yalikuwa yanaelekea katika taifa hilo la Ukraine. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho kimetokea huko nchini Ukraine, na tunasubiri sasa tuone athari za moja kwa moja ambazo zitakuwa zimetokea huko katika taifa la Ukraine. Lakini kimsingi ni kwamba hali inaonekana sio nzuri zaidi kutokana na kile ambacho kimefanywa na Urusi. Na mtakumbuka katika siku za hivi karibuni Urusi ni kama walikuwa wametulia kidogo kufanya mashambulizi ya hapa na pale nchini Ukraine. Haimaanishi kwamba walikuwa wafanye mashambulizi, lakini walikuwa watekelezi mashambulizi ya kiwango cha juu kama ambavyo walikuwa wanafanya kipindi cha nyuma. Lakini baada ya mashambulizi haya ambayo yamefanywa na Ukraine, ni kama yameamsha mashetani ya Urusi, na wakasema kwamba watahakikisha Ukraine inajutia kile ambacho wamekifanya. Na tumeona rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky yeye mwenyewe ametembelea eneo ambalo mashambulizi yamefanyika, na kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky, ameonekana kusikitishwa sana na kile ambacho kimefanywa na Urusi, huku akiomba msaada kutoka kwa mataifa mbalimbali yaweze kumsaidia namna gani ya kukabiliana na Urusi. Na rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky kwenye machapisho yake kama kawaida, naomba nisome sijui kila alichokiandika, amesema hivi: tokea usiku wa kuamkia leo kumekuwa na majibu ya mashambulizi ambayo yamefanyika katika maeneo mbalimbali nchini Ukraine, na ni haki yetu kuhakikisha kwamba tunapambana na mashambulizi haya, lakini ni ukweli Urusi wamefanya mashambulizi makubwa zaidi kuanzia usiku mzito, ambapo mashambulizi haya yamesababisha vifo pamoja na majeruhi. Akasema, ninatoa pole kwa wanafamilia pamoja na wapendwa wao. Na bwana Volodymyr Zelensky amesema hivi: Urusi wamefanya mashambulizi kwa kutumia makombora yasiyopungua 90, na mengi yao ni makombora aina ya ballistic ambayo ni 36, na pia walirusha droni zisizopungua 600. Lakini anasema hivi, kwa bahati mbaya sana makombora yote ya ballistic hayakuwa yameharibiwa kwa maana ya to be intercepted. Mengine ilishindikana kiasi yalifanya mji mkuu wa Ukraine kwa maana ya Kiev kuwa kwenye hatari zaidi. Na akasema Kiev was the primal target of this Russia attack. Anasema Putin hawezi hata kidogo kutamka neno hura clear anymore, kwa sababu anasema huyu jamaa amekuwa akihofia sana mashambulizi kufanyika katika maeneo yake. Unajua kule Urusi kuna ile kauli ambayo kiongozi mkuu wa taifa ambaye ndiyo amiri jeshi mkuu huwa ukisikia anakuambia anazungumza maneno anakuambia hura, alafu wale wanajeshi wote wanaitikia. Hasa rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky anasema rais wa Urusi bwana Vladimir Putin hazungumzi tena hayo maneno ya kusema hura, kwa sababu Ukraine imekuwa ikitarget maeneo ambayo anaishi. Kwa hiyo imekuwa ni ngumu zaidi kusema. Yaani wakati anaongea hivyo, huku nyuma analalamika kwamba Urusi imefanya mashambulizi makubwa zaidi. Na unajiuliza, sasa haya mashambulizi makubwa zaidi ni mashambulizi ya aina gani?
Anasema tunaziomba taasisi mbalimbali ulimwenguni zitusaidie kuhakikisha tunakabiliana na Urusi. Anasema tukiwa na Urusi wakiwa karibu na dirisha letu ni hatari kwa watu wa Ukraine, na hii mataifa mbalimbali yanalazimika kuangalia namna gani ambavyo yanaweza yakamzuia rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin katika kufanya mashambulizi kwenye taifa letu la Ukraine. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho kimetokea. Majibu yamejibiwa kwa majibu, na majibu yamejibiwa kwa majibu makali zaidi. Of course ripoti zaidi zitakuja. Tutawaambia hapa ni watu wangapi ambao wamefariki dunia, ni watu wangapi ambao wamejeruhiwa, lakini wa Ukraine wenyewe nao watajibu nini? Maana hii ni jibu la Urusi, wanasema ni la kulipiza kisasi. Je, wa Ukraine wenyewe watakaa kimya au wanasubiri wapate huo msaada kutoka kwa mataifa mengine? Hii ni media yetu ambayo tunatakiwa kuisupport kwa kila hali na mali ili kuhakikisha tunapokea hizi taarifa za kina zaidi. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.